kupitia ile maisha nikuta amenifanya mimi nipambane niweze kutoka katika umaskini na pia niweze kumsaidia mama yangu. Tutanunua guta ambayo ina uwezo wa kubeba katoni 100. Nilianza 2021. Kwa 2021 ile nikaitumia yote katika kufanya testing, kupata sample ya product, kupeleka sokoni, trying it, kwa TBS certificate, lakini 2022 June ndo nilianza rasmi kuuza chaki. Tunategemea kuongeza eneo kwa sababu mashine ya kukausha tumepiga gharama zake kwa umeme. Kwa katoni 40 inatumia umeme kama 300 per day. Kwa hiyo unakuta kwamba yani ile chaki nikija kuuza faida nitapata shilingi 500 per carton. Kwa hiyo what we need ni kuexpand eneo kubwa, tupate drying area kubwa, tutumie tu source ya jua kukaushia hizi chaki. Yeah. Sasa mnazalisha kiwango gani? Kwa sasa kwa sababu tuliexpand mwezi wa 6, tumepata eneo jingine dogo lipo kama hili hapa. Tumefanya installation kama hii hapa hivi, tumeweka hizi ndani vya kuanikia, tumeweka material. Kwa ni the same factory kama ipo hapa, ipo sehemu nyingine tena kwa ajili ya kusaidia kuexpand, yani kuongeza speed ya production. Maana sasa hivi ndio shule zinaenda kufunguliwa. Hata pale sasa hivi hatuna vifungashio, vimetuishia. Kwa hiyo chaki tumeziweka pale, tumefanikisha kulipia vifungashio leo. Ndio vipo kwenye process ya kumalizika ili vikija tuweze kufanya packaging ya hizo chaki na kuweza kuondoka. Kwa sasa hivi tunazalisha katoni 12 kwa siku. Matarajio tunategemea kuongeza kwamba hizi moldi ziwe 5. Tunazo 3. Nyingine zipo kule. Kwa hiyo hii mashine moja inazalisha katoni 4 kwa siku. Kwa ina maana tukiongeza zile moldi zikiwa 5, tukichanganya na hizi hapa, capacity inaenda kuwa kubwa. Tunaweza kuzalisha mpaka katoni 96 per day. Yeah. Kwa hiyo mkopo unatumia zaidi kununua mashine au? Tutanunua mashine, tutaongeza mashine ambayo mashine ambayo tutategemea kununua itakuwa inachanganya unga yenyewe, hatutatumia tena mkono. Yes, itakuwa inachanganya yenyewe then itakuwa inamwaga kwenye hizi moldi. Ina maana pia tutarahisishia yani ile speed up ya kazi. Then tutaongeza material, tutaongeza vifungashio. Na tutaongeza pia usafiri kwa ajili ya kuweza kutoa bidhaa zetu kiwandani kupeleka kwa stationaries. Maana sasa hivi tunatumia bodaboda, tunakodisha bodaboda, tunakodisha bajaji, tunatumia guta, sasa hivi tunatumia kiriko. Usafiri utakao kuwepo kulingana na idadi ya mzigo ambao unatakiwa kutoka. Tutanunua guta ambayo ina uwezo kubeba katoni 100. Yes. Kwa sababu bajaji inabeba katoni 30. Tunazipanga zinakaa 30. Pikipiki ina uwezo kubeba katoni 6 mpaka 8. Kwa hiyo tukipata mteja wa katoni 100, tunajua kabisa kwamba ile guta inaweza kubeba, na wateja wetu wengi sasa hivi wanachukua katoni 100 zaidi, wana press order zao. Kwenye mfumo wa nesti, oda nyingi za chaki zinakuwa ndani ya stationaries. Oda ya chaki haiwi peke yake kama peke yake, inakuwa ndani ya oda ya stationaries. Kwa hiyo tunategemea kwamba matarajio yetu, kwa kuwa tumeshajiunga na chini ya special groups, tunategemea kwamba tutaweza sasa hata kufanya stationaries pamoja na chaki ndani yake. Ngara. Asante sana. Ulipataje ile wazo? Ile wazo naweza kusema kwamba mimi nimetoka katika familia duni sana, maisha magumu sana. Lakini sikuweza kufikia hapo. Nimelelewa na mama yangu, nikaona maisha mama yangu anayoishi pia amenisomesha kwa shida. Mimi nimesoma kwa kuchoma mama yangu amechoma mandazi akanisomesha hapa na Moshi, akachoma mandazi kunisomesha. Then kipindi cha marehemu Mheshimiwa Magufuli alivyokuja na ile sera ya Tanzania viwanda inawezekana, ndio nilipopata ile wazo, nikasema I need to have my yangu mwenyewe ambayo
naweza nikafanya kwa mikono yangu mwenyewe. Yeah. Kufanya kwa mikono yangu mwenyewe ambayo pia itaniwezesha mimi kupata kipato. Tofauti na kumsaidia mama yangu, najua kwamba kuna vijana wengi sana wanapitia changamoto kama hizo ambazo nimepitia. Tumesoma kwa shida. Saa nyingine hata ile kula ilikuwa ni mtihani. Maana mimi nakumbuka kwamba mamangu kuna kipindi alipataga ajali. Tumepanga, tunasubiri maganda ya ndizi ya mifugo iletwe, then tunachagua, tunatoa zile ndizi. Kwa kupitia ile maisha nikuta amenifanya mimi nipambane niweze kutoka katika umaskini na pia niweze kumsaidia mama yangu. Ulianzaje sasa mtaji ulipataje? Mtaji mimi pia nimeajiriwa. Apart from hii hapa nimeajiriwa, nafanya kampuni ya soil. Kwa kupitia mikopo ile ambayo tunawezeshwa na kampuni kupitia benki, ndo nilichukua mkopo, ndo nilipoanza biashara. Ulichukua mkopo kwa kutumia mshahara wangu, ndo nikaweza kuanzisha mradi. Mwaka gani? Nilianza 2021. Kwa 2021 ile nikaitumia yote katika kufanya testing, kupata sample ya product, kupeleka sokoni, trying it, kuacquire TBS certificate, lakini 2022 June ndo nilianza rasmi kuuza chaki. Ndo nikaanza kuchacha kidogo kidogo hivyo. Nikawa na expand, lakini mwaka jana nilianza kupata faida milioni 6. Yeah. Mwaka jana 2025 ndo nilianza kupata faida milioni 6. Yeah. Ambayo milioni 6 nilitumia yaani kuongeza expand, nikaongeza material, maana material nilikuwa nanunua kwa kiasi kidogo. Nikaweza kutoka mifuko 100 mpaka mifuko 300. Yeah. Na kuongeza pia packaging, nilikuwa natengeneza packaging za outer pisi 300 mpaka nikafika pisi 1000. Kwa nimejikuta kwamba chochote ninachokipata nakiingiza katika hapa ili niweze kugrow. Nakutana vya wengi wana mawezekano. Ni kutokukata tamaa, ndio ninachowashauri. Tuangalie tulipotoka na tunataka tufike wapi. Hicho ndo cha muhimu. Yaani hicho ndo cha muhimu, maana ukikata tamaa, nashukuru kwamba watu wengi ambao wananifahamu they are inspired na mimi ninachokifanya. Wanatamani yani wapate hiyo nguvu ambayo inafanywa. Wananiuliza unawezaje kufanya kazi za kampuni? Unawezaje kusimamia mradi wako mwenyewe? Na pia unawezaje kuangalia familia? Yeah. Yes, na watoto. Yeah. Kwa wananiuliza, lakini naambia tu ni kujitolea, maana mara nyingi unakuta kwamba nikitoka ofisini nikirudi nyumbani najikuta nafanya kazi za mradi wangu. Aidha kusoma, kutafuta market, nijue napataje soko. Yaani muda mwingi najifanya muda wa usiku. Hapana, na nashukuru kwamba mimi sio rahisi kukata tamaa. Yeah, mimi najaribu hata kama nimepata hasara, lakini najua kwamba hapa ndo nitakapoenda kutokea. Muda gani ilikuwa ikulipi biashara una? Miaka 2022, 23, 24. Kuna faida yoyote? Sikuwa na faida yoyote. Nikaendelea kufanya. Unaona nini baba? Kwa sababu nilikuwa naona wateja walikuwa wanahitaji product. Lakini sasa mimi siwezi, demand ni kubwa, supply ni ndogo. Kwa nikawa na imani kwamba ipo siku nitafika. Yeah. Na mkopo ulijuaje kwamba tunatoa mkopo? Mkopo kipindi cha Marehemu Magufuli. Niliomba mkopo 2023. Wapi? Wizara ya Vijana. Yeah. Yes. Kwa hiyo nikawa nafuatilia kupitia kwa afisa vijana wilaya, afisa vijana mkoa. Kwa wakawa hapo na mimi. Wanipa matumaini. Mariam utafikia, Mariam utafikia tu, tunajitahidi. Ya, lakini mpaka February ndipo pigiwa simu na Hanifa. Ya. Mwaka huu hapa ndio akanipa matumaini. Nilishtuka. Nilishtuka ngasema, maana nilikuwa napigiwa simu, tutumie taarifa fulani na watumia, tutumie state bank statement natuma, tutumie financial zako natuma.
mpaka nilikuwa nafanya audit reports, wakiniambia naenda nalipia pesa natuma, nikitegemea kwamba kuna matumaini atakuja, na niliamini kwamba sehemu sahihi ambayo unaweza kunisaidia ni serikalini, kwa sababu mimi sina kiwanja, sina nyumba, sina gari, au useme kwamba nitaenda kuchukua mkopo niweze kutoa collateral. Kwa sehemu sahihi naona ni serikali ndio inaweza kunisaidia. Ndio kilo changu kilikuwa kwamba nimewasumbua sana Hanifa, nimemsumbua sana Evody. Kwa miaka 3. Yes, yani nimekuwa nikiwasumbua sana. Na sikukata tamaa. Hiyo ndio inaitwa resilience. Uwezo wa kusimamia kitu kwa muda mrefu. Leo naona sasa umepata. Kama nilikuwa nikisema, matumaini ya Mheshimiwa Rais ni mabinti kama wewe sasa, kwa hiyo ulichokipata ajiri wengine, lakini kukua zaidi. Ndio, ni kweli. Kama mfano pia historia yako, wanaona watu tukielezea historia zetu mara nyingi wanafikiri tunatunga. Hapana. Ukielezea bwana ni waongo, unajua kila mtu kazaliwa kwenye maisha. Sasa wewe una historia ambayo mwingine akisikia nasikitisha, ni humble beginning, lakini angalia leo ulipo mgomo ajili na unapata. Na ndicho ninachotaka kwamba Mtanzania yote kama anaamini kwenye wazo, basi serikali kazi yake kutengeneza mazingira na support kama hivi. Na nashukuru sana kwa hiyo mheshimiwa. Ninahitaji uvumilivu. Unaona kama miaka 3 hujaanza kutukana. Hapana kabisa. Hapana. Leo unavuna matunda. Kabisa, na nashukuru. Inawezekana wote tupate kwa wakati mmoja. Kwa mimi nikupongeza sana. Asante sana, nashukuru. Chelewa lakini nitamani sana. Unaona sana ninajua haya mengine. Binafsi mimi nimetamani sana ufike kwa sababu nilikuja asubuhi. Nimekaa hapa nikasema nipige simu niulize mnakuja, mpaka kiongozi mkurugenzi akanipigia simu akaniambia Mariam uwahi haraka sana ukumbini. Ndio nikabidi nichukue pikipiki nikakimbia. Ndio. Na bahati nzuri nikafika kabla mjafika. Hongera sana. Asante sana. Shukrani sana. Mheshimiwa Waziri cheki inapotengenezwa. Aha, okay. Sawa.